boy. Chuma kimeanza tu kwa vilio. Kuna kiumbe cha ajabu hakicheki na wowote. Huyu binti analia kwa uchungu, lakini panga la kichwa likamuhusu. Kuna movie za Kiindonesia, halafu kuna hii movie ni mapepo mwamwi. Karibu sana. Hawa jamaa wawili ni washikaji sana, wapo zao kwenye mkoko aka ndinga hapa. Mmoja anaongea na shangazi yake kwenye simu, anamwambia tumepata dili moja hapa, tunaenda kwenye mishe zetu za kila siku. Shangazi wenzio, tunaenda kusafisha nyumba moja, kuna miili ya watu watatu ilitolewa kwenye nyumba hiyo. Kwa ufupi, kazi yao inaitwa death scene ama crime cleanup, yani polisi wakishatoa miili wao wanakuja kusafisha nyumba, kama ni midamu wanadeki na vitu kama hivyo. Huyu anaitwa Mirul na huyu anaitwa Fendi. Wakiwa safarini, gari lao linapata panja. Kuna mpita njia akawaona, anawapa pole kwa changamoto, anasema huenda watoto walitega misumari, lakini kuweni makini, kuna nyoka wengi sana mitaa hii. Mirul na Fendi walipata mchongo wa maana kwenye huu mjengo kwa ajili ya kuusafisha. Jamaa hawaamini kama kweli mjengo ni huu. Nyumba ni namba 33 Orwell Street. Mirul kuna binti mdogo anamuona kwa mbali. Fendi na Mirul wakabeba zao nguo za kazi, na zoezi la kwanza kuikagua nyumba kabla ya kuanza rasmi kazi ya kuisafisha ikaanza. Nyumba inaogopesha pia, umeme hauwaki humu ndani. Mirul na Fendi wanakubaliana kugawana sehemu za kukagua vyumba kabla hawajaanza kupiga usafi. Mirul anamwamuru Fendi aende ghorofa ya juu, yani upstairs, ili yeye aangalie vyumba vya chini humu. Mirul kuna chumba kakuta kina minyoo tu, kinatoa harufu nzito balaa. Kuna sauti za ajabu ajabu zinasikika humu ndani. Fendi anasema huko juu nimekutana na sehemu kama maonyesho ya kihistoria, yani historical sites. Mirul naye anasema nami nimekutana nayo huku chini, lakini kuna sauti za kutisha nimezisikia baadhi ya vyumba huko. Kuna vyumba mpaka vina vitanzi unaambiwa. Mirul anamwomba Fendi acheki simu kama mtandao unasoma ili wampigie bosi wao. Fendi anasema hakuna mtandao unasoma hapa, yani hapa ni no signal. Fendi na Mirul hawawezi kufanya kazi kukiwa na giza totoro kama hili. Inabidi wakachukue mitambo kule nje, ikiwemo jenereta, ili wawashe waunganishe umeme wao ndani ya nyumba hii ili usafi ufanyike. Hatimaye umeme ukawaka. Kuna mama hapa alikuwa anasoma kitabu. Binti yake anamjulisha kuwa kuna mtu ameingia nyumba ya Tok Mats. Oho, mama akajua hali ya hewa imeshachafuka hapa. Mirul na Fendi wameshaanza kufanya usafi. Mirul kuna sauti haieleweki anaisikia hapa. Mirul anamtonya Fendi, kuna sauti nimesikia hapa sio ya kawaida. Fendi anamwambia Mirul, wewe chizi nini? Umesikia nini hapa? Fendi anaongea kiutani eti mzimu upo hapa. Uzuri kazi na muziki. Fendi ana headphone kichwani, lakini kazi inaendelea mdogo mdogo. Upande huu ustadhi anaendelea kuswali. Aya inasema wote wasiomwamini Mungu duniani watakutana na adhabu kali mwisho wa siku huko ahera. Mirul anamwambia Fendi, tujitahidi kumalizia kazi ili tuondoke hapa mapema. Humu vyumbani kuta zilikuwa na michirizi ya damu ya kutosha. Katika chumba hichi Fendi anajiuliza nini hichi, ikabidi afunue. Fendi anaona kuna mchoro una pembe tano umezungushiwa kama chaki. Fendi kuna kabati kaliona pia, jamaa ikabidi alifungue. Humu ndani kuna vitu anaviona, lakini havielewi ni vinini hivi. Akachukua zake prize na kufungua hichi kisanduku. Fendi kwa kujiamlia vitu hajambo kabisa. Jamaa akatoa vitu haraka, akakuta hichi kitabu kina mchoro wa fuvu kwa juu. Hafla ile fuvu aligusa likamchoma kidole, tone la damu likaanguka ndani ya hichi kitabu. Bas bwana, Fendi anafungua kitabu. Humu ndani anaona kuna michoro ya picha ya kutishatisha ikiwa imeambatana na maneno ya ajabu. Michoro yenyewe tembo sio tembo, kuna mfano wa sura za watu zimechorwa. Fendi katika kurasa hii akaona asome maneno haya Baal-Zebub. Ghafla taa ikawaka ikazimika, milango ikaanza kujifungua kwa nguvu. Naambiwa amba Nyamilele, amkeni, kumekucha tena bwana.
Mirul akaona isiwe kesi, ikabidi aanze kumsaka mshikaji wake Fendi humu ndani. Mirul anamuuliza Fendi kama yeye ndiye amefunga milango. Fendi anasema sikufunga. Mirul anasema nashangaa, naona inajifungua ili hali tuliacha wazi. Maajabu. Mirul na Fendi walikuja vyumba vya huku chini. Mirul anasema Fendi, nimesikia mara 3 sauti za kutisha, ni vile sikutaka kukuambia tu, kuna sauti ya kutisha wanaisikia kwa pamoja hapa. Sauti hizi zinasikika kama radi, unaambiwa oya we kushaumana. Fendi anashangaa, anasema hichi chumba nilikisafisha vizuri kabisa, inawezekanaje kimerejea katika hali yake ya awali? Anasema nadhani kuna kitu hakipo sawa katika nyumba hii Miru. Fendi anasema kuna ishara nimekuwa nikiziona tangu mwanzo hapa. Mirul anasema inabidi tuondoke hapa usiku huu. Fendi anasema na vipi kuhusu vifaa vyetu vya kazi kama taa zetu? Mirul anasema tutazifata kesho. Wakaanza kusepa. Kuna chumba wamepita hapa, wamekuta kipo kama kilivyokuwa awali, kama akijafanyiwa usafi wakati wamekifanyia. Oho, walipoingia katika chumba hichi, Mirul anauliza, anashangaa, anasema nini hichi? Fendi anasema niliona huu mchoro mapema wakati nafanya usafi. Mirul anasema hii ni alama ya pentagram. Fendi anaambiwa ni mahali pa kuabudu shetani. Fendi anauliza umejuaje? Mirul anasema niliwahi kusoma mahali fulani. Fendi anamwambia Mirul, usikonde mwanangu, nimekikuta kwenye kabati hicho kitabu kikiwa kimefungwa kwenye hilo karatasi. Mirul anamwambia Fendi, usiniambie kama umesoma kitabu hichi. Fendi anasema hapana, sijasoma. Mirul anamwambia Fendi, hebu tusepe haraka humu ndani, sio shwari tena. Ile wanataka kufungua mlango, wanashangaa mikono inaungua, vitasa vya moto amba madirisha wakigusa ya moto. Amkeni, amkeni, kimeumana tena bwana. Mirul amemshika mashati Fendi, anamwambia kwa nini umesoma kile kitabu Fendi? Fendi anasema sijasoma. Akabananishwa. Jamaa anasema ni kweli nimesoma, lakini neno moja tu. Anaambiwa pumbavu wewe, Mitsubishi Bangladesh Indonesia, itakuwaje kama maneno uliyosoma ni ya shetani? Ona sasa nini hichi? Fendi anasema kama ningekuwa najua nisingeingilia mambo ya watu mimi. Achana na mimi Mirul. Fendi anajitetea kuwa alisoma sababu alitaka kujua kilichopo kwenye kitabu hicho. Mirul anasema wewe, kitabu kimefichwa, kimehifadhiwa mpaka kwenye waya, sasa ulikuwa unafungua cha nini? Mirul ameulizwa umesoma neno gani? Fendi anasema Bal Zebak. Fendi anasema nadhani inabidi tusome tena kile kitabu, huenda hali ikarejea sawa na ikarejea sawa tu. Mirul anasema hapana, hili jambo haliwezekani, maana tutaleta majanga ya ajabu. Mirul anasema wazo hili hapana bwana, kwa sababu hatujui kitu kilichopo kwenye kitabu. Huyu mama anaitwa Laila, amekuja nyumba hii kumuulizia Ustadh Isaac. Akatoka huyu dada. Mama anasema namuulizia Isaac tangu mchana, nimegonga sana hapa na hapa kufunguliwa. Anaambiwa Isaac yupo, ngoja nimuite. Ustadhi anajulishwa kuwa kile kitu kimejirudia, inabidi tuelekee kwenye nyumba ile. Huku Fendi na Mirul wamekubaliana kukisoma hichi kitabu, huenda hali ikarejea kama awali. Hapa Fendi anaenda kama dereva, amekaa katikati ya huu mchoro. Ukurasa huu unasema unatakiwa utaje majina 4 yaliyozuiwa. Kivuli cha jicho moja kitatokea pasipo sisi kuona, kisha dondosha tone moja la damu kwenye sahani hii, kisha geti la nguvu za giza litafunguka. Fendi akafanya kama ile sura ilivyosema. Kadiri alivyozidi kusoma kitabu hichi, mahali hapa pa kufanyia ibada za kishirikina, kuna sauti ya kutisha ilikuwa inakuja kwa kasi. Haya sasa, Fendi na Mirul wanashuhudia live huyu mwanamke akiwa ameshika kitu mfano wa upanga. Mirul alikula moja ya kichwa akazima. Fendi naye Mirul na Fendi wanapata fahamu, lakini wanashangaa mahali hapa walipo ni wapi. Baridi ni kali sana. Fendi anasema kile kiumbe nilikiona na ghafla kikapotea. Baada ya hapo nilipoteza channel zote, na shangaa tupo hapa. Sauti ya ajabu inaita Mirul, Mirul. Mirul na Fendi, mpango wao wa kutoka nyumba hii unaendelea. Mirul na mshikaji wake wameshuka hapa mpaka eneo hili. Kuna mlango wanauona, wanasema tunaweza kufungua huu na tukatoka nje haraka sana ili tusepe. Walipojaribu tu kufungua
Walipofungua mlango walishangaa kuona msitu mnene, hivyo walipo ni kama malango la kutoka msituni mpaka ndani ya nyumba hii. Wakarudi ndani haraka sana. Mirul anashusha lawama kwa Fendi kuwa yeye ndiyo chanzo cha haya yote. Hapa jamaa wanashuhudia mtu akiwa ananing'inia. Fendi anasema hii ni ndoto tu au? Mirul anasema mpuzi wewe, mambo yapo live, wewe unatuletea story eti kweti ni ndoto, unaumwa nini wewe? Fendi na Mirul wanasema huenda kuna mtu humu ndani, lakini wakati tunaingia hakukuwa na maiti yeyote. Na shangaa hii miili imetoka wapi? Bila shaka nyumba hii ina mizimu. Kinachoshangaza, mwili unajitoa vipi wenyewe kwenye kitanzi? Hapa kazi ipo wadau. Mirul anamwambia Fendi, ujue tulipo sasa ni katika ulimwengu mwingine, inabidi tupambane ili turejee kwenye dunia ya kawaida, la sivyo tutakufa kiutani utani. Hawa watu ni wakatili kinoma. Huyu pepo mwenye kinyago kama chambuzi usoni alianza kuwawinda hawa jamaa humu ndani ile mbaya. Unaambiwa kila mtu alikimbilia anapojua yeye ndani ya nyumba hii Fendi amenaswa na pepo la kike. Awe alichapika miksa midamu ile mbaya. Kazi ipo leo. Karibu sana hapa Dama Recap. Mirul upande huu naye kanasa, alipigwa beto moja matatra la bega, ni mwendo wa milio tu. Kumbuka pepo wana kawaida ya kuwawinda hawa jamaa pasipo kuongea kitu chochote, wanawinda kimya kimya. Amba Mirul na Fendi wamekutana ndani ya nyumba hii. Fendi anasema mwenzako, nimechapika na pepo mwanamke ile mbaya. Mirul anasema mimi kuna pepo usoni ni kama mbuzi, limenichoma mpaka beto la kwenye kwapa karibu kabisa na bega, ndio maana unaona hii midamu. We acha tu, hali ni tete. Fendi na Mirul wanakubaliana kwamba warejee kile chumba kilipo kitabu ili wakakichome moto, huenda ikawa ndio pona yao, la sivyo mambo yatazidi kuwa mabaya, maana wamesha misi ugari na Chinese duniani. Kwa pamoja, acha tuendelee kushuhudia huu mchezo. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Kwa bahati nzuri Fendi alikuwa na kiberiti, lakini kila wanapojaribu kukipiga moto ngoma inakuwa ngumu. Naambiwa amba leo kazi ipo hapa, nawaambia acheni tuendelee kuenjoy show. Fendi na Mirul wanaona plan B ni kwenda kuchoma hichi kitabu cha maagano ya shetani huko jikoni. Hakuna namna hapa, mtihani mwingine ni namna ya kufikia huko jikoni sasa ili wakakichome hichi kitabu. Unaambiwa Fendi na Mirul walikutana na mapepo fururu falala. Fendi amegeuka zombie and zombinyo. Mirul anamuita Fendi. Ile anageuka pepo kavaa sura ya Fendi. Mirul anasema wewe sio rafiki yangu, akamlamba kofi. Pepo linalia. Fendi kila akimchapa kofi huyu pepo, mwamba viungo vinajiunga na kurejea tena. Lina uchu wa damu hili pepo ile mbaya. Mirul amekimbilia huku, anamkuta mshikaji wake Fendi amededishwa na mapepo. Kumbuka Mirul ndiye ameshika kile kitabu na uelekeo ni jikoni kukichoma. Anasema siamini kama kweli Fendi umekufa, lakini yule niliyempiga naamini ni pepo, haukuwa wewe. Basi rasmi nakubali ombi lako la msamaha ulioniomba kutokana na hichi ulichosababisha, na kusamehe duniani na mpaka huko mbinguni. Naamini ipo siku tutaonana Fendi. Mirul baada ya kuona mshikaji wake kadedi, ilibidi aendelee kupambana kwa hali na mali, hakuna namna. Kudadadadeki oya leo huku duniani shekhe anapiga dua sio ya mchezo. Kama utakumbuka, yule mama alimfuata shekhe baada ya kupewa taarifa kuwa kuna watu wameingia ndani ya nyumba hii. Kumbe jamaa walikuwa dunia nyingine katika ulimwengu wa kiroho huko. Acha tu enjoy show, tuone mchezo unaishaje hapa. Unaambiwa chupi ilibaki hivi, yani kidogo. Mirul anapata fahamu hapa. Mirul anaulizwa ulikuwa na nani? Anasema nilikuwa na besti yangu. Anaitwa nani? Anasema anaitwa Fendi. Ustadhi anaendelea na dua. Safari hii ni maalum kwa Fendi, la sivyo jamaa hatorudi tena huku duniani. Ustadhi anaomba kuingia katika ulimwengu alipo Fendi muda huu. Ameombwa na huyu mama aingie huko ili kwenda kuokoa kabla hawajachelewa. Wakati ustadhi anafanya dua, kumbuka Fendi kule katika ulimwengu wa giza anapata nguvu ya kupambana ili arejee huku duniani, na hichi ndicho anakishuhudia. Ni hatari fire. Unaambiwa kama movie la Kihindi. Amkeni, fundi Fendi amerudi tena bwana duniani. Uwe
Mirul haamini kama wametoka salama, ni noma. Mirul amekuja kumcheki swahiba wake Fendi huku chumbani, lakini mchizi yupo usingizini bado. Hali si hali tena, amkeni huku, kumekucha tena bwana. Chai kaletwa hapa mezani. Mirul anauliza hapa nipo wapi? Anaambiwa upo nyumbani kwangu, mimi naitwa Laila. Mirul anauliza nini kilitutokea sisi? Mirul anaambiwa nyinyi mliingia ndani ya nyumba ile yenye namba 33 Owell Street. Baada ya hapo mkajikuta katika ulimwengu mwingine kabisa, lakini inaonekana mlisoma kitabu kilicholaaniwa pia. Laila anasema ameshajaribu mara kadhaa kukitupa kitabu kile cha maagano, lakini ikashindikana kwa sababu kila akichoma na kukitupa inarejea katika chumba kile kile. Anaulizwa nyumba ile ni ya nani? Laila anasema ilikuwa ni nyumba ya kaka yangu ambaye alishafariki, lakini kijana wake, kaka yangu na binti wa shemeji yake walipotoka Ulaya walifikia hapo na wakawa wanaishi hapo. Kijana alikuwa anaitwa Adam na mwanamke alikuwa anaitwa Maisala. Mama anasema katika nyumba hiyo watu watatu wameuawa siku ya jana pekee. Nilipata maono hayo usiku wa jana. Laila anasema huyo mwanamke Maisala alikula kiapo cha shetani akiwa amevaa mavazi mekundu ulioyaona, na ndiyo maana na wewe unasema uliona binti kavaa nguo nyekundu. Mirul anamwambia Laila kuwa hao watu wanaosema wamekufa, mbona yeye amewaona jana? Laila anasema haiwezekani bwana, hao walishakufa miaka 2 iliyopita kwa ajali ya gari. Wewe unazungumzia labda watu wengine. Kumbe yule jamaa alionyesha ukarimu wao kwa hawa washikaji Mirul na Fendi ile day 1 wamepata panja wakiwa wanaelekea kwenye nyumba yenye mabalaa ndiye Adam, na yule mwanamke alikuwa kwenye gari pembeni ndiye Maisala. Ni vile hawakujua kitakachotokea sababu Fendi aliguswa bega, aliambiwa read that book, ambacho tulikuja kushuhudia hicho kitabu alikuja kukisoma huko mbeleni, yani ahakikisha na kisoma hicho kitabu. Ndio maana yule mpuuzi Fendi huenda alisoma bana, labda haikuwa akili yake ilikuwa ni shinikizo. So movie imekamilika kwa namna ya kipekee. Mirul na Fendi wameokolewa kwa dua za shekhe ama ustadhi. Pia washukuru yule binti alienda kumwambia bibi yake kuwa kuna watu wameingia ile nyumba ya kutisha. Mwisho wa siku zile imani zimesalia kuendelea kuwepo, lakini Mungu ameshinda kwenye hili. Bonge moja la movie ambalo lina mafunzo, na kila kazi ina changamoto zake. Niambie kwenye comment hapo, kazi yako ina changamoto gani ambazo umewahi kukutana nazo ukasema da, ishakuwa noma hii. Lakini pia usisahau kulike, kucomment na kushare. Vitu vikali vinakuja kama kawa kama dawa.